Karibu tena kwa hii channel Kuzi TV, tuweze kujadiliana zaidi kuhusu siasa. 2027 inakaribia na wanasiasa wanajipanga sawasawa ili waweze kutetea viti zao na pia waweze kuuza sera zao ndio waweze kuchaguliwa. In today's video, I want to focus in presidential election in 2027 na wanasiasa kadhaa wanajipanga. Both the government inajipanga kutoka side yao na opposition pia inajipanga. Currently kulia au wanasema kwamba the government is doing fantastic and they deserve a second term. And those who feels, majority of Kenyans feels that the government has done nothing and they deserve a one term, wakienda maximum kabisa, na hao wanaweza kuwa very right, but the question has been, nani huyu ataweza kutoa William Samoei Ruto? Others say William Samoei Ruto is a easiest president to be removed from office, but also the question ambao Wakenya wengi wanajiuliza, nani anaweza toa William Samoei Ruto? Atatumia strategy gani? Now today in this episode we are looking for the strategy that especially the opposition are going to put in place in order to make William Samoei Ruto a one-term president. Kama hii ni gumzo ama ni mjadala ungependa kujihusisha nao, then I would like to request you to stay in this video till the end. Naweze kulike hii video kama wewe ni mgeni, naweze kusubscribe, na pole kwa sababu tumechukua muda, kuna shida hapa na pale, strategizing here and there to come with a better way of doing our videos. So straight to the point. William Samoei Ruto is under siege. William Samoei Ruto is having sleepless nights each and every day. William Samoei Ruto is crafting new strategies to counter the opposition. Currently, the opposition led by Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka are so serious, are so keen, are so determined, are doing everything humanly possible to ensure that William Samoei Ruto serves only one term. One term aende. Kwa saizi Rigathi Gachagua ambaye amekuwa mwanasiasa ambaye akaona usemi mkubwa katika opposition ako in United States of America, USA. Fred Okengo Matiang'i pia ako in United States of America, USA. Even Martha Karua bado ako United States of America, USA. Their main mission ni campaign strategy that includes kutafuta pesa za campaign na pia kucampaign kule, kuuza sera zao. Recently, NIS sponsored news at KTN suggesting what could like a leaked opposition lineup. In the lineup, they had walikuwa na 3 na lineup 3. In all the 3 lineups, Stephen Kalonzo Musyoka was the preferred presidential candidate. I want to focus on presidential candidate. In all the 3 lineups, Stephen Kalonzo Musyoka ndiye alikuwa flag bearer wa opposition. I don't know whether the NIS with President William Samoei Ruto wali achieve their objectives or not, ama they are yet to achieve their objective. I'm just monitoring and I will just tell you in the due time. So there was this leaked fake opposition lineup placing Dr. Fred Matiang'i as their preferred presidential candidate. I'm going to analyze the best strategies, the best lineup that the opposition are likely to have in order waweze kufanya William Samoei Ruto a one-term president, waweze kuachieve mission yao. If they are not going to have a good lineup mzuri, then one term itakuwa ni wimbo tu, one term itakuwa ni ndoto tu. Lakini wakiwa na strategy mzuri, wakiwa na lineup mzuri, then
mission yao itaweza kusucceed. For example, I want to specifically talk about this lineup because ndio nimesikia ikiwa gumzo la mtaa, watu wengi wanaisema ya kwamba so there's a probability that NIS or whoever sponsored this thing ameweza kuachieve their objectives. This new lineup yenye imelik ili place Fred Matiang'i as the preferred opposition flag bearer, placing Stephen Kalonzo Musyoka possible deputy ama running mate, Rigathi Gachagua the chief cabinet secretary ama prime cabinet secretary, Martha Karua the speaker of National Assembly. Why do I think this is the best lineup as far as the opposition strategy is concerned? Number one, Fred Okengo Matiang'i, ukimwangalia among the opposition leaders, Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, this guy is a technocrat. Huyu si mwanasiasa Fred Okengo Matiang'i. Imefika wakati kama wa Kenya, because politicians wamefanya hiki na kile ambaye akiendi sambamba. Politician wamekuwa wakijaribiwa na Wakenya but wanafanya opposite. Yani politicians ni waongo, wanasiasa ni waongo, wako na ile damu ya uongo ndani yao. Ni wakati sasa Wakenya wanajiuliza, what if to replace hawa wanasiasa? Imefikia ile wakati wanafaa kureplace wanasiasa na watu ambao si wanasiasa, kwa sababu ndio kazi ifanyike. We need to do things differently. Wanasema wamejaribu hiki akiwaki kabisa, wacha wajaribu hiki pia. Kama akitawaki kabisa, waweze kukata tamaa na kusema kwamba kila mtu ako the same. So ni wakati wa kujaribu wenye si mwanasiasa. Na among the opposition guys, kwa watu wote wanasiasa upinzani, Fred Okengo Matiang'i ndio ameongoza kwa hiyo kikundi. That is why I can say that lineup will work best the way it is. Number 2, Fred Okengo Matiang'i ni mchapakazi. Fred Okengo Matiang'i's track record, wakati aliteuliwa kwenye wizara mbalimbali under Uhuru Kenyatta administration in the previous regime, be it in the Ministry of Communication, Ministry of ICT, Fred Okengo Matiang'i alichapa kazi, alisimama kidete, chenye ilikuwa ifanywe ilifanyika, alijikaza kabisa, akasimamia ukweli na alikuwa na mahono ya mbele. That is why in the Ministry of Communication aliweza kuengineer the migration from analog to digital. Je, unafikiria ama unawaza vipi leo hii tungekuwa analog, tungekuwa tuko analog bado? Today we are enjoying digital services courtesy of the work of Fred Okengo Matiang'i. Migration from analog to digital ilikuwa vita. Watu including wasomi walipinga kabisa. Mbona mnatufanya hivi? Mbona mnatuhamisha? Mbona mnatufungia runinga jameni? Hamwezi kufanya hivi. Lakini because Matiang'i alikuwa ameona mbele, alisema liwalo na liwe, mukatae msikatae, we know where we are going, we are just transforming this nation. Ndio ikuwe kama mataifa mengine yenye ameendelea. Tusifanye vitu kigizani bana, tuchanuke, tuende mbele, tupige hatua nyingine. We know our vision and this is what we must do, and we are doing it whether you like it or not. It was a good idea, na sahi tunaona matunda yake. Courtesy of Fred Okengo Matiang'i. Akawekwa kwenye ministry ya education. The guy alisafisha, aliosha, akaleta reforms kwa ministry, akatoa wale makatels wenye wamekita mizizi kwa hiyo ministry education, ambayo walikuwa wananyanyasa kabisa ama wanaiangusha ministry education. I remember it is during this time in 2016, the first time kabisa
The exam ilikuwa legit kabisa, credibility in examination, no cheating, no nothing. Alileta reforms in education ministry, Fred Okengo Matiang'i aliosha kabisa, akatoa makatel kwa ministry ikakuwa safi, education ikapendwa. Afterwards sitaki kusema chenye ili happen. Under the Ministry of Interior, Matiang'i did wonders. Alijaribu kueliminate bandits, akajaribu kueliminate wakora. Matiang'i tried, and that is why it was named a super CS, a super cabinet secretary. Na in fact alikuwa very powerful, in fact even more powerful than the president Mr. William Samoei Ruto. So Matiang'i Fred Okengo brought reforms in that ministry. So I'm trying to tell you that in every ministry that Matiang'i worked, in every task he was assigned, the guy actually delivered. Number 3, Fred Okengo Matiang'i is appealing to majority of Kenyans who are fed up with this tribal and ethnicity, tribal lines. Matiang'i, he comes from a marginalized community, a very small community, Kisii. Because we are fed up with these tribal lines, Matiang'i looks like a compromise candidate. Candidates wa Kenya wanaweza chagua easily. Wakenya wanasema, yo, this guy is a performer. We are not electing this guy because he's from Gusii, because he's from Luo, because he's from Kikuyu. We are just electing this guy because we know this is the best candidate. Kikuyus, we rally behind Fred Okengo Matiang'i, na tumeona kwamba Wakikuyu kabisa watasimama. Matiang'i akiwa candidate, Wakikuyu kabisa watasimama na yeye kama their candidate. People from Central watasimama, ama Mount Kenya region as one watasimama behind Fred Okengo Matiang'i. But Kisii yote na Nyamira, hiyo ni block kabisa. Even from Western watasimama na Fred Okengo Matiang'i. They won't have any reason why hate Fred Okengo Matiang'i, because Matiang'i is not a tribal. Hakuna tribe, is coming from a very small community, Gusii. So hakutakuwa na hiyo tribal lines sana, no. Number 3, Fred Okengo Matiang'i ana appeal kabisa na hii community yenye niliwaambia inaitwa Gen Z. Gen Z are a community of this home. Wanaenda kupiga kura zao za kwanza kabisa, wanaenda kuparticipate kabisa mara ya kwanza kuchagua viongozi ambao watawachagua wakiwa na mawazo poa, wakiwa na akili zao, wakiwa wanajua ya kwamba this is the activities they are going to take part, this is the activity they are going to participate, and it is going to affect their future, the future of their children. Kukataa kuuliwa, kukataa kuabductiwa, they have to make changes to make education better, to create employment. They will have to make their choices on the ballot. So wataamuka kwa mara yao ya kwanza kabisa, wakiwa wengi kabisa, waweze kuchawana. I don't know. Me personally, Fred Okengo Matiang'i is a good candidate according to this leaked opposition lineup for 2027, according to those factors zenye ninakwambia. Number 1, Fred Okengo Matiang'i ameappeal to every community. It looks like a compromise community, every a compromise candidate ambayo every community inaweza rally behind him easily without tribal cards. Number 2, Fred Okengo Matiang'i track record ilikuwa very straight. Every task this guy was assigned, he delivered, na kazi yake inaonekana mpaka wa leo. Number 3, Fred Okengo Matiang'i is also a no nonsense. He can deliver things. So according to my own views, Fred Matiang'i is better. If they have this good strategy, the opposition principles were aligned in this, were agree in this lineup, was split. If they agree with this lineup, that means they will stick. Sticking, that means they are going to be united. United opposition is good for these guys. This united opposition is good for one William Samoei Ruto. If these guys are not going to be united, then William Samoei Ruto 2-term, they should forget about presidency in 2007. Sijui maoni yako ni yapi? Probably uniandikie maoni yako kwenye comment section. Usisahau kusubscribe kwa hii channel na uweze ku turn on the notification bell, ndio tukiupload video mpya YouTube uweze kukunotify.
Asante sana. We have been tulikuwa tumetake break kidogo, kulikuwa na changamoto ya huku na pale, but tumeweza kurudi, like we never left your Mugusi Uminto. I know this channel yenyewe Mugusi, but I think hiyo kitu kinahusu wa Kenya wote. I know majority ya abantu barigaigana bagusi igo muruchi matiani asi atenini. So if una bagusi togotenena bokongu kubwate si tintakiti insound dimo koba tribal bati ende matiang go toko support matiang because matiang ni performer, matiang ni track record ya mukore iraya igo toko support na toko support Fred Okieng Matiang tari okoba ari omugusi apana singing charo mu Kenya na ndokorete mirimo yakorekana ora replace William Samoei Ruto na ndaba Kenya barako kiu ni mirimo ya Fred Okieng Matiang. Asante sana. This is Gusii TV. See you in the next video.